Sio kila anayekufa siku zake zimefika. Dunia hii ni hatari. Unaanzisha vitu vinapotea, unaanzisha vitu vinakufa, unaanzisha project. Wewe ni mwepesi, hujapikwa, hujatengenezwa, unapata hela zinapotea. Sio mambo ya masiara. Unaishi kitoto kwenye dunia ya hatari. Pati hela. Ni hela ngapi ulikuwa nazo zamani? Ni maisha gani ulikuwa nayo mazuri zamani? Yako wapi leo? Kila unachokipata mkononi mwako kinapita, kwa sababu hazina haiwezi ukaa kwa akili yako. Wewe una akili ya kulinda hazina, una akili ya kuilinda pesa. Pesa inalindwa na spirit. Watu wanakwenda kule hospitali kule, wananunua maiti za watoto wadogo kwa ajili ya protection, kwa ajili ya protection ya mambo haya. Wanakwenda wanazika kwenye masaiti yao. Ndio maana mafundi wengi wana mawenge. Fundi ana wenge, injinia ana wenge. Sikasoma injinia huyu, lakini kichwa kinamiruka hivi, kwa sababu wanapambana na madude magumu kwenye masaiti humo. Mtu kaweka misukule tayari chini, wewe unakwenda kuchimba, unachimba, una kinga wewe, una nguvu wewe, una power wewe. Unamuuliza fundi, uliangukaje? Anakwambia sijui, kajikuta mkono umekatika. Ndo adhabu hiyo. Tutakuwa sisi majini mbwa, watu kupindishe mkono. Tunashangaa mkono mmoja umevunjika mara 4, mpaka madaktari wanasema hivyo sehemu ni ghorofa ya 10. Mbia hamna, ghorofa ya kwanza, ila mkono umevunjika mara 40. Umevunjika majini hao. Adhabu. Usitufukue siku nyingine bila kutupa taarifa sisi. So mimi nina elimu ya vitu vizito sana. Nina ufahamu ambao Mwenyezi Mungu amenipa wa hii dunia. Kwa sio vyote, ila mengi ninafahamu. Siwezi kujua kila kitu, ila kwenye sekta ya maisha, ya mafanikio, ya watu kufunguliwa na